Kuna wakati katika uibaji, yes, kuna vitu zinaitwa santuri. Na wakati zilipokuja katika uibaji, sasa mimi na kijana mwenzangu tukawa Mungu ametusaidia sana kwamba tulikuwa na ujuzi wa kuchukua video za Nigeria. Na tunaweza kunakili zile video na kutoa nakala zake. Kiswahili sanifu. Na kwa hivyo tukapanga na tukajua hapa tumetajirika. Nikaambia huyu kijana sasa hii sasa tumepewa mawazo na Mungu. Sisi wawili. Na tukaanza kunakili santuri za Nigeria. Watu wanatuuliza imekuwaje? Mlifika wapi? Mlifika lini Nigeria? Na mmetuletea sinema za Nigeria. Sasa watu wakashangaa. Na mimi tulikuwa tumeagana na huyu kijana, usiseme siri zetu. Mimi najua, mimi najijua. Mimi singesema. Ni kweli. Hata wa leo sijawahi sema, ndio nimeanza kusema sasa. Amina. Tabua siri. Sasa huyu kijana nikamwambia chunga sana, kwa sababu watu wakijua sisi hatuna pesa nyingi. Sasa tukaanza kuuzia watu. Watu wanakuja kwetu. Hata kazi imekuwa mingi sasa. Kazi ni nyingi hata hatuwezi. Hata tunataka tutafute wafanyakazi, lakini tunasema tukitafuta wafanyakazi watagundua siri yetu. Kwa hivyo tulikuwa tunaamka mapema asubuhi. Tunakuja tunatengeneza katika room. Kuna kanyumba fulani tulikuwa tunajifungia hapo ndani. Hakuna mtu anajua tunafanya nini. Kwa nyumba fulani inaitwa Siba Center. Tunatengeneza. Tunatoka na mikoba. Imejaa santuri. Kweli. Tunapeleka kwa maduka. Tunauza. Saa 3 asubuhi tuko na pesa. Tuko na fedha, sarafu. Ndio. Huyu kijana unajua sasa ni wale vijana watu walikuwa wanasema kwamba anafanana na Wakongo. Alikuwa anavaa suruali ndefu lakini pana sana, pana. Alikuwa kanatembea hivi aka kijani kwa sababu kichwa chake mviringo kama Wakongo. Sasa alikuwa anatembea hivi. Sababu ya pesa akashindwa kuvumilia. Akaambia mwenzake, akaambia mtu fulani, tajiri fulani, akamwambia tunafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Si unaona sisi ni wakali? After kumwambia sisi ni wakali, acha nikwambie, siku iliyofuatia tulipata sinema zimejaa kila mahali. Kumbe huyu mwenzetu kwa sababu ako na uwezo wa pesa ameenda na kununua kila kitu ambacho tulikuwa tunatumia. Sasa tulikuwa tunaenda kwa kila duka tunaambiwa tushaletewa mzigo. Tuko nazo. Na mwenye ametuletea bei yake iko chini. Bei yake nzuri kuliko yenu. Ndio. Sasa sisi na utajiri. Karibu. Hapo sasa ndio. Hapo ndio kitumbua kiliingia mchanga.